Samahani, nimekuja ofisini kwako, ila kuna jambo tu limeleta moja. Na imani kuwa umepata ujumbe wangu kutoka kwa dada yako. Yes, nimepata ujumbe wako, lakini kwangu hauna mashiko. Hivyo basi nikuombe tu, kama unaye boyfriend endelea naye, na kama kuna mtu anakufuatilia mpe nafasi tafadhali. Kwangu mimi hauna nafasi. Dokta, tafadhali naomba unielewe. Kitu ambacho mimi mpaka kimenileta hapa ni kwamba wewe ndio mwanaume pekee ambaye ninaweza kufikiria muda wote. Ni mwanaume ambaye ni hunitoki kwenye akili yangu. Dokta, siwezi kuwa na mwanaume mwingine yoyote yule zaidi yako. Wewe pekee ndio mtu ambaye natamani one day tuje kuwa na familia yetu. Tuje kubeba watoto wangu. Ni kipi ambacho kinakufanya wewe mimi nikatalie mimi? Au mimi sio vitu vyako? Mimi ndio mwanamke wa kwanza pekee ambaye nimekuja kukutamkia kwa kuwa nakupenda. Na sikujali kwamba utanichukuliaje au nitakataliwa au nitakubaliwa. Lakini nikaona tu niseme kwamba hisia zangu ziko kwako. Lakini naona unjali hisia zangu. Please naomba unielewe. Au niambie dokta, unataka nifanye nini? Mimi naweza nikafanya chochote kile kwa ajili yako. Ili mradi tu nisikupoteze. Nahitaji muda wote uwe karibu yangu. Yaani kuna muda navuta picha hivi kama ndio ningekuwa tumelala sehemu moja. Dokta, hivi ingekuwaje? Mimi niko tayari kwa lolote lile. Nipo tayari hata kutoa pesa. Basi kama itoshi, niuzie hata penzi lako basi. Mimi niko tayari. Marina, umezungumza maneno mengi sana mazuri kwa mtu mwenye hamu ya kusikia maneno ya namna hiyo, lakini mabaya kwa mtu asiyependa kusikia maneno ya namna hiyo. Mimi Dr. Kitembo uliniletea hizo taarifa na kujidadavua na kusema kila unachojisikia. Imefikia wakati unanadi mapenzi yako kwangu na kudhani kwamba mimi ndo mtu wa mwisho kwenye maisha yako. Maisha yanatakiwa yaendelee baada ya mimi. Nilishakwambia toka awali, sipo tayari kuwa na wewe, na nimekushauri kama upo kwenye mahusiano endelea nayo hayo mahusiano, na kama haupo kwenye mahusiano mkaribishe ama mkubalie huyo